Mwaka 2022 niliamua kumdm huyu jamaa, a very humble guy, lengo likiwa anipe nafasi ya kujifunza kushoot wedding. Of course nilikuwa najua namna ya kushoot video, ila sikuwa na experience ya kushoot wedding kwa sababu sijawahi shoot na hata kuhudhuria pia. Bila kujua kuna mambo magumu yatanitokea ambayo yalipelekea kubadilisha msimamo wangu mpaka sasa. Usiombe ikukute, so stay mpaka mwisho ujifunze kitu. Nikamwandikia ujumbe ambao ukisema, brother, mimi ni Luxtava, ni filmmaker na mpaka sasa hivi na Lumix GH5, hivi nataka nije kusaidie kazi, lakini pia nijifunze wedding kwa sababu sina experience kabisa. So brother alikuwa msikivu, akaamua kunipa nafasi ili niende ofisini kwake kuniangalia kama naweza nikafanya au la. Kumbuka nilikuwa na some experience kwa sababu nimeanza kujifunza kitambo kupitia tutorials, kwa nilikuwa najua kushoot video, isipokuwa nilikuwa nahitaji msaada wa kuona namna gani weddings zinafanyika. Nikamwonyesha kazi ambazo nimeshoot baada ya kupitia kazi zangu, lakini pia akaangalia kuwa nina kamera ambayo kumsaidia kazi zake, akanipa nafasi ya kwenda kumsaidia, lakini pia nijifunze. So siku ya tukio tukakutana na timu yake ambayo ilikuwa ni very good team, tukasalimiana nao na kufahamiana kwa ujumla, then tukaelekea saloon kwenda kwa ajili ya kushoot. Huyu jamaa ni the best katika wedding videography, so alikuwa na kazi nyingi na siku hiyo alikuwa na 2 send off. Baada ya kufika saluni tukaanza kuchukua bills kwa ajili ya kuja kufanya final editing. Baada ya kushoot wedding, muda wa mapumziko, mmoja wa mtu ambaye katika timu yake akaja kunihoji maswali kwa lengo la kufahamiana. Na mimi kama kawaida nikaanza kufunguka juu ya vitu ninavyojua. Nikaanza kublog kwamba na Lumix GH5 na kwa kipindi hicho nilikuwa imekosa kama milioni 4. Kwa hiyo nikaanza kuelezea sifa ambayo ile kamera inayo, kuanzia jinsi gani inaweza kashoot frame rates nyingi, ina internal stabilization, lens ambayo nilikuwa natumia, na kuanza kuelezea jinsi ambavyo mimi na uwezo wa kutumia ile kamera na kazi ambazo nimefanya. Bila kujua ninajikaanga. Nakupa onyo, kama wewe ni mgeni sehemu yoyote, hakikisha unajifanya hujui chochote, kwa kuwa mimi kilichonitokea utafuta ajabu. So kwa kuwa brother alikuwa na send off mbili, ikabidi agawanye team. Mimi akanipa watu wengine, team nyingine, na yeye akaenda na team nyingine. Na akawaelekeza kabisa kwamba huyu jamaa ni mgeni, kamwelekezeni, japokuwa atakuwa anasaidia kazi mbalimbali. Na kizuri au kibaya, yule mtu ambaye nilikuwa namuelekeza jinsi ninavyoweza kushoot, lakini pia uwezo wa kamera yangu, nikawa nimeenda naye mimi. Kosa lingine hilo. Sasa kuna kitu ambacho nilinotice. Baada ya kuongea na yule jamaa kuhusiana na vitu ambavyo nina uwezo wa kuvifanya, lakini pia uwezo wa kamera, kuna vitu ambavyo nikaanza kuviona kwamba bwana, this thing is not light. Kwa sababu kuna namna alibadilika. Baada ya kutoka saloon, tukaenda sehemu ya send off ambayo ilikuwa ni ukumbini. Baada ya kufika pale, mambo yalikuwa ni magumu sana kwa sababu kumbuka sijawahi shoot wedding, sijawahi hudhuria wedding yoyote. Kwa hiyo nilikuwa sina ABCD ya kitu chochote kuhusiana na wedding. Na huyu jamaa ambaye nilikuwa nimeenda naye hakunipa information yoyote. Of course, baada ya kwenda ukumbini, treatment zilikuwa very harsh kwa sababu sikupewa mwongozo wowote wa namna ya kushoot. Ilikuwa ni kufokea tu, fanya hiki, fanya kile, fanya hiki. Afu kibaya zaidi sielewi. Kwa ufupi ni kwamba kazi ilikuwa ni mbaya. Mimi nilienda kwa ajili ya kujifunza. Sikwenda kwa ajili ya kupata pesa, nilienda kwa ajili ya kuangalia settings zinavyokuwa zimekaa au unapanga team. Lengo ni kwamba nikitoka pale na mimi nianzishe kitu changu kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kushoot na vifaa nilikuwa navyo. So baada ya kumaliza kushoot, brother Opa aliagiza nipewe nauli. Ni kitu ambacho sikutarajia kwa sababu mimi nilienda kushoot for free kabisa. Na 30 kipindi hicho kwangu mimi ilikuwa ni pesa kubwa sana. Kwa hiyo nilishukuru kwanza kupata nafasi kwenda kushoot, lakini pia sikutegemea kupata 30 ya nauli. Lakini kuna kitu kibaya ambacho kilitokea baada ya mimi kushoot hapo. Siku ya pili brother akanipa review yake. Sasa nimepata review za jana, bado na vitu vingi vya kulearn. Natamani upate mazoezi zaidi, kazi zijazo ukizoea ndio ni consider kuwa main. Kama waweza kuja kuendelea kulearn na kupata uzoefu, karibu bro. Mara ya kwanza nilikuwa nasendo. So kuja kwenye wedding ndo akanipa hii review kwamba kuna vitu vingi inabidi ni learn. Na sina shida kwenye swala la kulearn kwa sababu ndio lilikuwa ni lengo langu. Na mimi nikamjibu kama ifuatavyo. Haina shida bro. Kujifunza ndio lilikuwa lengo. Nimejifunza vitu jana. Mimi nitakuja niambie muda tu. Kwa sababu lengo lilikuwa ni kujifunza, lakini review ambayo aliipata kutoka kwa mtu ambaye nikabidhi haikuwa nzuri. Kwa whatever the case, nikakubaliana na hali. Na hii statement naiongea sio kwa sababu nina kinyongo na mtu. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa siwezi kushoot wedding. Ila treatment zilibadilika baada ya mimi kufanya conversation na jamaa. Na kwanza kumuelezea features na vitu ambavyo naweza nikavifanya. I think aliniona kama straight. Nakumbuka lengo langu lilikuwa sio kufanya kazi pale, ilikuwa ni kupata skills na kwenda kuzitumia sehemu nyingine. Lakini treatment za baada ya kumuelekeza vile alibadilika na akawa mtu mwingine tofauti. So nikamshukuru brother Opa kwa kunipa opportunity nyingine ya kwenda kushoot harusi. Sababu siku ile ya harusi nikapata nafasi ya kufanya kazi na mtu mwingine katika team. Yule jamaa naweza nikasema kwamba alinitreat kama mtoto wa miaka 15. Alikuwa anielekeza kila kitu step by step bila kuboeka. Siku ya harusi nilijifunza vitu vingi kutoka kwa huyu jamaa na akanifundisha bila kuget keep chochote.
na nashukuru kwa sababu siku ile ya wedding nikajua jinsi ambavyo wedding business inafanya kazi, kuanzia kufanya renting, lakini pia kujua sessions za wedding zinazofanya kazi. Mimi baada ya kupata zile feedback nilizichukulia kwa positive way. Kuna mambo haya matatu ambayo nilijifunza kutokana na ile tukio. Jambo la kwanza, jua kuna watu wema ambao watakupa opportunities kama alivyonipa Brother Opa, lakini kupewa opportunities lazima utambue kwamba kutakuwa kuna obstacles. Na zile obstacles usizitumie kama changamoto, bali lazima uyafanye hayo mambo kuwa kama opportunities. Mfano mimi, kuanzia siku ile nikasema huyu jamaa lazima nije nilipe kisasi. Sio kwamba namchukia au kuja kufanya chochote, lakini lazima nije kuwa version better kushinda niliyokuwa kipindi hicho. Namba 2, ukienda ugenini hakikisha unajifanya hujui chochote, kwa sababu watu unaokuta pale wakiona unajua vitu vingi watakuona wewe kama threat. Hivyo utashindwa kujifunza vitu vingi sana kwao. Namba 3, hakikisha unajifunza skills mbalimbali ili ukienda kuomba msaada kwa mtu usiende ukiwa mikono mitupu. At least una skills fulani ambazo zitaenda kumsaidia huyo mtu ambaye unaomba msaada kwake. Lakini pia kuweza kujiongeza, nunua kamera, have a phone ili ukienda kule usionekane mzigo, ila uwe na input ya kuweza kuchangia. Lengo la hii video sio kulalamika, bali ni kuonyesha kwamba unaweza kuturn obstacle au changamoto kuwa opportunities. Mfano, hii screenshot nimeisave tangia mwaka 2022, lakini leo ndo nimekuja kusimulia story yake. Kwa I hope itambadilisha mtu au itamsaidia mtu kote aliko. Ukizungumzia skills, mimi hapa nimekuja na Pro Creator Masterclass ambayo nimeweza kufanya ujuzi niliojifunza zaidi ya miaka 9 iliyopita na nimeweza kufanya kuwa ujuzi ambao utajifunza wewe ndani ya siku 14 peke yake. Haijalishi utakuwa na kifaa gani, unachohitaji sasa ni kuwa na simu au kamera yako ili uendelee kujifunza. So comment Pro Creator nikitumia hiyo masterclass ukajifunza. By the way, hii video iko dedicated kwa Brother Opa ambaye nipa nafasi kipindi hicho, na kupitia moyo wake nimejifunza vitu vingi mpaka sasa nimekuwa jinsi nilivyo. By the way, hii ni video kwa ajili ya mtu yoyote ambaye amemsaidia mtu mwingine yoyote bila kujali background yake, na kupitia huo ujuzi hata kama ulikuwa ni siku moja au siku mbili, huyo mtu ameweza kubadilika. That's why nasema Brother Opa, peace.